comment kama hizi wanadamu zitoshe kuwafundisha na kuwajulisha kwamba Afrika kiukweli, Afrika kama kwa sura hii ambayo hatulindi watu wema au viongozi ambao wanatokea wenye nia ya dhati ya kuiokoa nchi ya Tanzania katika namna za maumivu na utumwa tulio nao, pengine wakitokea viongozi wema ni wanaondolewa mapema sana, na sisi hatushituki kwamba au viongozi wema kwamba tujue njia ya kuwalinda wanapokuwa wametokea. Kwa mfano, sidhani kama kuna mtu ambaye haumkumbuki Rais Magufuli kwa wakati kama huu ambao taifa la Tanzania linapitia, kwenye namna hii ya watu wanavyotekwa, watu wanavyouawa hadharani, watu wanapotezwa, watu wema ambao wanalalamika kwa namna au kwa bali ya vile walivyoonewa, vile watu wanavyoonewa, kwamba watu wema ambao wanalalamika wanaonewa, wanakamatwa na polisi kwa namna moja nyingine. Sidhani kwa hapa ambavyo taifa limepitia, watu kulia, damu zimemwagika, watu wamepotezwa, miwawa, sidhani kama kuna mtu ambaye humkumbuki Magufuli kwa sababu ya moyo aliyokuwa nao. Magufuli rais ambaye alikuwa rais wa wanyonge, alikuwa rais mzalendo. Rais Magufuli alikuwa ni rais ambaye kimsingi watu, ndio maana alikuwa ni mtu ambaye alipendwa na watu kiasi kwamba mpaka sasa watu wengi ambao wana moyo wa utu mpaka leo Rais Magufuli wanamkumbuka kwa sababu ya moyo aliokuwa nao juu ya nchi hii. Na kama kuna mtu unamuongea vibaya Magufuli, pengine akili yako haiko sawa sawa, ama haukuelewa nia ya Magufuli mpaka alikuwa na moyo ule. Rais Magufuli ndio mmoja rais ambaye alitumia nguvu kubwa sana kudhibiti wanyonyaji, kudhibiti viongozi ambao walikuwa wamejichomeka, ambao ndio walikuwa vibaraka wa wazungu wa kulinyonya taifa hili, rasilimali au mali za nchi hii. Ndio maana alikuwa na watumbua watu walikuwa ambao walikuwa na vyeti fake, ambao kwa sehemu kubwa hao walikuwa wamepandikizwa na wazungu. Lengo ni kwamba mzungu anapotafuta kuiba rasilimali za nchi alikuwa anawatumia viongozi fake wenye vyeti fake. Ila Magufuli aliamua kujitoa kwa sababu ya nchi hii. Kwa maana alitumia nguvu sana kudhibiti viongozi ambao hawana mwelekeo juu ya taifa hili. Niongee kwamba sisi Afrika tutaendelea, tuko utumwani na tutaendelea kuwa utumwani kwa sababu inapotokea viongozi wema hatutumii majeshi yetu, polisi zetu, utu wetu au rasilimali zetu kuwalinda, na mwisho wa siku wanaondolewa ovyo ovyo hivi. Huo ndio mlango mkubwa wa Afrika itaendelea kupitia kwenye hali ngumu, kwenye hali mbaya, kwenye hali ya watu kulia na kuumizwa kwa namna moja nyingine. Hata sikia siri kubwa ambayo sisi Afrika, kwa nini viongozi wetu wenye uzalendo wanapotokea kwa nini hawadumu? Sababu sio kama wanakufa, ila wanauawa, wanaondolewa na watu waovu, vipandikizi, mashetani. Watu wamevaa suti, wanakaa kwenye vikao vyao, wanapanga ni kwa jinsi gani wamondoe rais au kiongozi mwenye uzalendo wa kweli kwenye nchi yake. Wanakaa wanajadili kabisa, wanakunywa na soda, wanakunywa na bia kwenye mabaa. Yani sisi hata vifo vyetu Afrika huku ni vifo vya kutengenezewa, sio vifo ambavyo leo tumeambiwa kwamba Mungu ametoa, Mungu ametoa, Mungu ametoa. Hapana. Vifo vya Afrika kwa asilimia kubwa ni vifo ambavyo vimetengenezwa na mifumo iliyowekwa. Na kwa sehemu kubwa sisi hatutumii nguvu kulinda uhai wa Mtanzania mmoja. Ila leo hata inapotokea mtu ametekwa kama hivi, inatokea viongozi kama kina Speaker wa Bunge Tulia Ackson anasema kwamba watu wanajiteka wenyewe, hamna utekaji bwana. Yani sisi kupotea kwa Mtanzania mmoja hatuchukulii uzito. Huo ndio ujinga na upumbavu tulionao sisi viongozi wetu wa Afrika. Akipotea mtu kwetu ni kawaida, mtu akifa ni kawaida. Mungu ametoa, Mungu ametoa. Pana tuamke ndugu zetu, tuamke. Anyway, nisikia sasa Zaburi 37 mstari wa 32 inasema kwamba mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha mtu asiye haki. Mtu asiye haki. Mstari wa 19 anasema kwamba ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walio nao. Tunapoona mauaji, utekaji, kwa sababu ya watu
tuna viongozi wenye tamaa ya pesa, wenye tamaa ya mali. Lengo lao wamekaa kwenye vyeo ili wapate njia ya wao maisha yao kuwa vizuri, sio kwa ajili ya wananchi, sio kwa ajili ya kuiokoa Tanzania au wananchi na mali zao. Ndio maana naona kwamba ikitokea kama kiongozi amefanya upumbavu, akikemewa au akikosolewa, anatuma polisi kama teni mtekeni. Yani hatutumii nguvu kujilinda sisi, ila tunatumia nguvu majeshi kuona sisi kwa sisi. Huo ndio ujinga tulionao sisi Afrika. Ifike mahali tuamke, ndugu zangu, tuamke. Mzungu ametupandikizia faraka kupitia dini, kupitia siasa. Lengo ni ili tuuane, huku akiendelea kuiba rasilimali zetu, madini yetu, akiendelea kuiba pembe za ndovu, na huku anakuja kutuambia Tanzania ni nchi maskini. Ni kwa sababu sisi wenyewe tuliomo ndani humu hatuna akili. Hata kitokea kiongozi mzalendo ambaye anataka tuamshe akili zetu, tunamuua, tunaruhusu aondolewe au auawe, hatutumii nguvu kumlinda. Rais Magufuli ni rais ambaye kama kuna mtu au mkumbuki kwenye wakati huu ambao leo watu wanauawa, wanapotea ovyo ovyo hivi, na mamlaka hazichukulii uzito uhai wa watu unaopotea, ujue akili yako haiko sawa sawa, ama pengine ukufahamu ni Magufuli ilikuwa ni nini. Anyway, acha niishi hapa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyekutoka gerezani, anasema kwamba itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wake yuaja, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Amen.